Inabidi unaendelea. Yeah, naweza nikasema okay, kuna watu pia mimi niko na marafiki wanapitia changamoto mingi. Yeah, lakini ni ile naweza kaambia mtu tu jikaze, vumilia, ngangana, save. At least umeshakuja mara ya kwanza umepata exposure. Mara ya pili unajipanga unakuja kama ni siku hizi naona watu wengi wanakimbilia freelancer. Actually, nilikuwa niulize hii swali. Wengi ambao wako nafanya kazi za nyumba, za ndani, wanatamani wafanye kazi za nje za makampuni. Halafu unakutana na watu wenye wanafanya kazi za kampuni, wanatamani waache hizo kazi wafanye kazi za nyumba. Ni nini inasumbua? Okay, watu wengi kazi ya nyumba the only thing hakuna ni ile freedom. Yeah, freedom, but I can tell you watu waniambie wenye kama una watch this video. Utapata kuna mtu ako kwa kazi anafanya kazi ya nyumba lakini analipwa pesa nyingi kuliko mwenye anafanya kwa kampuni. Hey, mambo vipi? Niite Tuva Empire Official, and of course I always strive to bring you the best. And of course hapa tuko Katari na nilikuambia na nikakuahidi ya kwamba katika mji huu wa Katari kuna mambo mengi ambayo yanatokea, kuna matukio tofauti ambayo yanafanyika. Na mimi niko hapa kukuletea matukio kama hayo, na vile vile nakutana na watu wengi ambao wengine wametoka katika nchi yetu ya Kenya, wengine wametoka Uganda, wengine Katari, wengine wametoka Saudi Arabia, wengine wametoka sehemu mbalimbali za nchi. So nikipata na watu kama hawa, nikipata opportunity, mimi hukuletea watu kama hawa. So wewe ambao hauja subscribe kwa hii channel ya Tuva Empire Official, make sure umegusa hiyo alama hapo ya kengele na mambo itakuwa fiti kabisa. Sasa leo niko hapa na nimeamua kukuletea mrembo mwingine ambaye unaweza kuwa umemjua, unaweza kuwa haujamjua, lakini siku ya leo ni siku ya kumjua. Tutakuwa tunapiga story na yeye mambo mawili matatu hivi, halafu tutajua mambo iko namna gani. So cameraman, kuja kipande hii tuzungumze na dada yetu hapa. Hey. Mambo vipi dada? Poa sana. Wanakuita nani? Naitwa Michelle Mbone. All social media platform utanipata @Michelle_Mbone. Michelle_Mbone. By the way, underscore inakuwa inamaanisha nini? Sijawahi jua. Chanwe. Sina kwa ile alama iko pale, yani natanganyisha between, sijui kwa Kiswahili ni. Kama kalama the kadashi hivi but ile iko na chini. Ile ndio inaitwa underscore. Ungejua wapi? Ungejua wapi? So safi sana. So niambie Michelle, kumekuwa na tetesi ya kwamba Katari hakuna kazi. Katari hakuna kazi. Wanasema ni ngumu sana kupata kazi hapa Katari. Hebu tuambie wewe ilikuwaje ukajipata Katari? Okay, mimi nilitumia agency kukuja Katari. Nakumbuka hiyo time ilikuwa time ya corona, before corona ianze. So Kenya pale nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nimeblanda kidogo, lakini sasa unajua ufai kukaa tu Dubai, ikabidi nitafute option 2. Like mimi napenda before nifute nikuwe nimejitoa. Unaona yani before futwe kama nimeblanda najifuta mwenyewe ndio at least upate kupata ile recommendation letter. So nikawa Kenya kawaida, nikamka tu siku moja na marafiki zangu kwa bedho wafikiria kusafiri. Tukachukuana jioni moja tukaenda kwa agent. Ningemtaja lakini hajanilipa. Haja kulipa kukutangazia biashara. Hajanilipa lakini by the way, ku cut short, mimi tuko naye hapa ni celebrity mkubwa sana. Katari wanamjua. In fact whole Gulf sahi anajulikana sana Kenya, unamtambua, unaweza kuwa umemwona. Kama hujamuona, huyu ni mtu mwingine wa maana sana. So akitaja hiyo jina hapa, huyu jamaa ataenda viral. Na hajanilipa. So tukaenda tukamuuliza, akatupa hizo options za kazi yenye ziko nini na pesa. So ikakuwa mtu narudi nyumbani najipanga. Nikaenda nyumbani nikajipanga, wakati pesa ilifika nikarudi kwake nikamwambia nimepata pesa, ndio tukaanza process, nikajipata nimekuja Katari. Ukajipata umefika Katari. Okay, so you paid like how much? Weka approximately hapo kama pesa ngapi? Hiyo time ilikuwa around naweza nikasema total ili cost like 200k plus like medical. Yeah, plus medical plus hiyo commission, alafu plus transport, sijui enda hapa enda nini alafu unajua kuna kwanga pia na hiyo time au my agents wanatakanga kusukumwa, unaenda unamsumbua bado like let's say roughly 200k. Okay. Yeah. So ukafanya mambo mpaka mwisho wa siku ukajikuta uko Katari. By the way, naona kama uliangukia, unafanya kazi kwa mzungu bwana. Mzungu gani? Wewe.
Sio mzungu yule? Ni mzungu. Mzungu mwenyewe kabisa yule. Ni mzuri, nashukuru Mungu. Wow. Yeah. Maana ni neema, si kawaida. Yeah. Wengi wamekuja Katari. Okay, watu wanasema Katari kuna freedom. But kuna watu ambao nimeongea na wao mimi kwa simu, wamenitext sana wakisema mahali niko nateseka sana. Natamani hata nipate nafasi nirudi Kenya. Kuna mwingine alikuwa anataka kujinyonga kabisa, anasema mateso yamefika, amevumilia. Mtu nikwambie hizi hakuna kila mtu wewe unaweza nikakuja pale unafanya kazi kuna changamoto. Mimi ukiletwa penye mimi nafanya kazi kuna changamoto, kila pale kuna changamoto. So wewe inalingana like the more unapata kukaa nao kuna ile kuelewana. Kuna vitu zingine kweli utakufanyia unafikia tu umechoka, lakini tena ukikumbuka penye umetoka na kenye likuleta na kupatia motisha unaendelea kufanya kazi. Inabidi unaendelea. Yeah, naweza nikasema okay, kuna watu pia mimi niko na marafiki wanapitia changamoto mingi. Yeah, lakini ni ile naweza kaambia mtu tu jikaze, vumilia, ngangana, save. At least umeshakuja mara ya kwanza umepata exposure. Mara ya pili unajipanga unakuja kama ni siku hizi na watu wengi wanakimbilia freelancer. Freelance na kwa iko poa. Kama mimi kwangu lakini kama unaona uko sawa na freelancer ama unafika bei, you can do it. Nasema life is all about taking risk. Yeah, taking risk. Actually, nilikuwa niulize hii swali. Wengi ambao wako nafanya kazi za nyumba, za ndani, wanatamani wafanye kazi za nje za makampuni. Halafu unakutana na watu wenye wanafanya kazi za kampuni, wanatamani waache hizo kazi wafanye kazi za nyumba. Ni nini inasumbua? Tuseme ni tamaa. Okay, watu wengi kazi ya nyumba the only thing hakuna ni ile freedom. Yeah, freedom, but I can tell you watu waniambie wenye kama una watch this video utapata kuna mtu ako kwa kazi anafanya kazi ya nyumba lakini analipwa pesa nyingi kuliko mwenye anafanya kwa kampuni. Sure. Hiyo with no alafu hakuna expenses nyingi. Okay. Niko na marafiki wanaunda pesa nzuri na ni kazi ya nyumba. But then nimesikia kuna mtu analipwa paka 4K 3500 kazi ya nyumba. 4500 kazi ya nyumba. Na kuna mtu anang'ang'ana na 1300 bwana ya kampuni. 1800 kwa kampuni na ndani unajinunulia chakula. Unajinunulia mwenyewe chakula. Ulipe data. Unaona sasa. Unajilipia chakula, unafanya shopping, nini nyingine unajilipia wifi. Yeah. Ma expenses zako unajifanyia. Halafu hapa kuna mwingine anapata mshahara wa more than 3000 na anafanya kwa nyumba zile zenye tunadharau. Kila kitu. Na tunadharau hizo kazi baada wanasema huyo ni mbochi huyo. Kumbe ndio wanakula vizuri kuliko wenye tunaona wanatesa huko mitaani. Yeah. Sorry to say so, ni vizuri kuchanuana, pia ni vizuri kuelimishana. Kuna watu wamekuwa wakiniuliza kazi. Mimi nataka kazi lakini tafadhali sitaki kazi ya nyumba. Nataka nikikuja huko tafutiwe kazi ya kampuni. Unamsikiza mpaka unamcheka. Hebu wape advice kidogo. Wewe umekaa huko unaelewa. Okay. Kazi ni kazi, cha muhimu ni salary at the end of the day. But acha nikwambie, at first unachukua kenye uko nayo kwa mkono. You know? Kama umepata hiyo ya nyumba, okay, we all have big dreams. Yeah, sure. So kama umpatie kazi ya nyumba, kama ndio imekuja the first chance, you don't know what God has planned for you. Labda alitaka hiyo ikuwe kama breakthrough yako, uende kuja kwanza kama niyo kazi ya nyumba. Study uangalie, you get familiar with the environment. Yes. Then from there unajipanga. Okay. Yeah, kazi ya nyumba si mbaya by the way. Iko fiti. Nasikia kwanza hapa Katari nasikia bwana kama umewekwa kwa cleaner uko kwa nyumba hupiki, ni kufanyia watu usafi tu basi. Kuna mwingine unapata like anafanya hiyo ya nyumba, kazi yake tu ni watoto, ama mwingine ni usafi tu. Kuna mwenye ni kupika tu. So watu wako tofauti. Mwenye ameletwa na kupika anapika. Mwenye ameletwa na mambo ya kusafi anasafisha huko jikoni wapi. Mwenye ameletwa na kazi ya kuchunga watoto tu. Yeah, changamoto inakuanga sana kwa wale wenye wanakuja direct kwa family visa. Mimi naweza advise watu wengi, it's way better you come under like company at least uwe company door to door. Ama hata kama ni stay in but you're under a company. Na hivyo Morabu wanaogopa kufanya ujinga, juu anaweza kufanya ujinga ni siku ya shule katikati ya wiki hivyo umekasirika amekuletea ujinga, so unamwambia hapa kwako usijakorogewa na simiti. Yes. Na baba virago vyako unaenda. Yeye ndo ajipange na watoto wake na nyumba yake. Hata kuletea ujinga, but sasa unapatanga in most cases wenye wanalalamika ni wenye walikuja direct kwa anda familia like hapo ndo anakatata kukupatia off. Juu anajua yeye amekugharamia, hakuna penye utaenda kumshtaki wapi na yeye ndo amekuleta. Yeah, sure. So anakumanipulate.
Okay. Yeah. All right. Now I get something. Sijui kama kuna mtu anapata kitu hapo. So it's better way ukuje na kampuni. Hata kama ni kazi ya nyumba, but ukwenda kampuni. Kuna mtu anaweza kukutetea. Yeah, at the end of the day. Safi sana. Haya, hiyo ni mambo ya kazi, tumepiga tumemaliza huko. Wewe ulikuwa unatafuta kazi, unahangaika hujui utakuja na kazi gani hapa Qatar. Option yako, either ukuje na ya security, ukuje cleaner, ukuje na freelance, hizo zote, ama ya mbochi, tunaita mbochi. Mbochi ni jina zuri, ni vile watu hawaelewi, wanafikiri ni okay, fine. So tutoke huko sasa, tunakuja sasa kwa Mbone yule tunamjua sasa. Madam Mbone. Mbone mwenyewe. So nimekukuta ukifanya masam, sijui ni street quiz ama yeah, street buzz questions. Yeah. Buzz questions. Ni kitu gani ilikukuja kwa akili, like ukakaa ukafikiria hii kitu kama hii nikifanya kwa njia moja ama nyingine itakuwa inasaidia mtu ama itanisaidia hata mimi mwenyewe kwa njia moja ama nyingine? Kitu gani ulifikiria, ama ni kitu ambacho ulikuwa unafanya ukiwa Kenya? Okay. Nakumbuka video ya kwanza nikianza, nilikuwa Kenya, lakini tangu nilikuwa shuleni, primary school, nilikuwa hii club inajiita journalism club. Yeah, journalism club. So okay. Nilikuwa napenda yani hii journalism club na drama. High school the same. So like ungepata unaandika those stories zenye nini ina happen shule, then unasoma parade, you know. Okay. So nikimaliza shule nilikuwa nataka kuwa journalist. Basi sasa tunaona mzazi like wako na ile mentality, fanya something to do with medical, it's nice. Nataka kuwa daktari mtoto wangu. Hiyo yeah. Nikaenda, lakini kulingana na school fees sikuweza kumaliza juu ya school fees. Okay. But sasa it's something that it's in me, alafu napenda, mi wana prefer kizungu sana kuliko Kiswahili. Kwa hivyo hapa nakutesa mwenyewe. Sana, napenda kizungu. So saa zingine like nikiongea, tuseme kama mtu wa Jami nitoka Kenya, tunaongea sema like wewe ni Mkenya kweli? Ananiambia kizungu yako ni nzuri. So nikakuwa siku moja tu ile natembea, akasema sinifanye. Okay. Nikaanza kuojoji watu hivyo, alafu kaingia. But for now nimeenda break juu kuna vitu na try kuway, but very soon I'll be back on the screen. You're coming back and coming back like I never left. All right. That's very nice. Yeah. So, nimeona pia ukifanya paka loyalty test. Haujafanyia mzee loyalty test? Sijafanya. Okay, your perspection on ni perspection ama inaitwaje sasa? Hiyo utakata mbele. Kali wale. Your perspection on how wazee wanafanyanga loyalty test. Unafikiri ni kitu mzuri? Sababu kuna wengine wanalalamika, wanasema sijui aliniharibia ndoa yangu, alinivunjia uchumba. Okay, personally kama mimi ningekuwa na hiyo option ya kufanya, hapana, I can't do that. Can't do that? No. I mean, okay. Why? Like umekuwa tu vizuri. Okay, siku za mwezi wewe inafika, but kulingana na mimi that's not good. Yeah, okay. Unajua watu wamekuwa tu vizuri, alafu all of a sudden wamekuja mawakosanisha. Unajua wanasemanga ni venye tu wanasemanga like mtu anasahau mazuri. Sasa hiyo time ataona tu hiyo ubaya wenye uko, kwa hiyo atasahau ile mazuri ulikuwa unafanya. Hizo message 3 amezipata kwa simu hizo. It's not good. Like to intervene in people's privacy. Okay, anahanya, anadanga, siku yake tu itafika, atashikwa mwenyewe huko. But hiyo inakuanga optional. Like mimi kama sitaki kupitia simu yangu sitakupatia. So wao wenyewe wanapeana, wanakuja kublame mtu baadaye, tena ni shauri yao. Because it's my privacy. Walikubali wenyewe. Sasa wapambane na hali yao. Oh wow. All right, I get you. Now I think somebody is also getting. They get. Fine. So now that umeingia kwa hii story ya kuweka kama script juu, okay, also hizo quiz unauliza watu, lazima ni kitu utakuwa umekaa chini umefikiria. Yeah. Does it eat a lot of your time, mama? How is it to you? Hapana, sasa jumi ni mtu nakuanga creative. Okay. Nakuanga wanajuanga Gemini, we are always creatives. So that person ko creative, so
yani zinakutanga tu zina pop kwa akili. Niko na kitabu nimeandika maswali hivi. Sasa bado sinawaambia very soon. Mtakuwa mnaniona tu. So the only challenge that wanapata unapata huku Qatar. Okay, it's a nice place, unaweza ka film nini but kuna places zingine unajua wakubali kamera. Yeah, sure. Ya ukienda na kamera wanakuambia here we don't allow. Alafu kuna Waarabu wengine ile una shoot wanakuambia hatutaki. Actually nishawasimamishwa mahali by the way. Wanakuambia okay, do you have license? Sasa unasikia license tena. Juu ya kamera. Sasa inabidi tu nachana nao na alafu tena changamoto ni hiyo weather. Sasa time ya summer. Saizi mnatuona lakini time ya summer akushitiki video. Kila mmoja anakimbia kwa nyumba. Yeah, kuna challenges zake tu. Okay. Yeah. All right, I get you. So now that umejipanga kuuliza msee maswali. Yale maswali unamuuliza mtu, huwa umepatana naye on stage unamwambia kuja hapa kwa kamera ama unaongea naye nyuma ya tent kwanza? Ina depend. Kuna mtu mwingine atakwambia like kuna wenye wako tu like free like yani unajua kuna wale watu wako hyped, wako like ever ready. So wakwambia leta tu. Kuna mwingine anakuambia ngoja kwanza hebu niulize ndo nikuwe familiarized nayo. Yeah. Ndo nijue nitajibu nini. Nitajifikia hapo nianze kumauma meno. Yes. Yeah. Ni mtu ni content creator gani ama ni mtu gani mwenye ana kuinspire? Sawa, anakupatia inspiration. I mean content creator. Mimi naweza kusema nani? Napenda but hiyo si huku. Napendanga hii like kuna huyu wanajitanga Dose of Society. Napenda how they ask their question because ina relate to what we people go through. Okay. Yeah. Nani mwingine? Dose of Society. Inajita Dose of Society. Yeah. Like I think the main iko based UK. But wako na branches, nimeona wako na UAE, Qatar sijui kama wako na some branches. Like hiyo naipenda. Naipenda sana because swali yenyewe wanaulizanga like it's something that not affect. Yeah. We are citizens. Yeah. Taanza kujua kizungu sasa. Like relevant questions. Yeah. Safi sana. So tuambie handles zako za mitandao. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, same Michelle@Michelle_Mbone. Okay, Michelle ni ya MITCHEL. Okay. It's Michelle. But then Mbone. Michelle. Yeah, that's my name, Michelle. Okay. Ile ya kizungu yenyewe. Yeah, but sasa watu ni Michelle, but ni Michelle. Okay. Michelle. Okay. Yeah. Fiti sana. Pale TikTok, Facebook, Insta, YouTube. Don't forget. Hayo YouTube unafaa kusubscribe hapo na mambo inakuwa mambo kabisa. Yeah. Safi sana. Kuna kitu gani ambacho labda unaweza ambia msee pale nje? Naweza nikaambia sana watu wako Kenya. Unapata rafiki yako anakwambia mimi naogopa Qatar, nasikia watu wananyongwa, wanateswa, mbona sisi tuko hapa? Wewe mbona uko hapa? Sure. Usisikize mtu. Kuna unajua kuna watu wengine wataki kuona una move, unataka kuendelea. Actually umefanya vizuri kuongea hiyo point, so ukiwasikiza utabakia pale juu kama pia sisi kungekuwa kubaya tungekuwa tulirudi kwetu, lakini ni kuzuri unajua. So whatever you think of, whatever you're planning to do, you just do it. And when you're planning to do something, don't tell anyone until don't tell anyone until the deal is good. Okay. Yeah, kama una plan, kuna wengine wako na mdomo mbaya anafikiria kusafiri. Au ndo anaanza kukupa hizo negative. Ukienda ukiteswa, ukifanyika nini? Wewe kuja uone. Kuja ujaribu, kiteswa rudi kwenu. Haujafungiwa huko. Au sio? Yeah. Safi sana. Actually kuna video niliwahi post nikiongea kuhusu job. Watu wengi wakasema hakuna job Qatar, hakuna. Mpaka wakaanza kutukana na watu wako Kenya. Nasema kama hakuna job unafanya nini? Kama hakuna kazi wewe unaambia watu hakuna kazi, wewe mbona uko Qatar? Ndio hiyo. So sikize ya watu. Safi sana. Unaongeaje kuhusu issue ya Ruto na Raila kuungana? Mimi sijaenda kupiga kura. I'm not into politics. But hapana. Now mimi ningeambia tu watu wa Kenya wenzangu tujaribu kupea wengine. Tujaribu kupea wengine tuone. Sasa Ruto mwenyewe ndo alikuwa anatuambia
tumpe miaka 5, akishindwa na kazi tuchague mwingine. Ajue siku yake, his days is numbered. Very soon tunachagua mwingine. Okay. Yeah. But the problem ya sisi wa Kenya na sijui ni njaa, sijui ni nini. Saa hii kila mmoja anaimba Kasongo ni mbaya, Kasongo sijui nani. Lakini ile siku ya kura zikianza, wakianza kuingia kwa debe, utashangaa vile wanajaa kule kwa sababu tu ya 500, 200. Hiyo wewe unaionaje? Inafaa tukae hivyo kweli? Kama tunajiuza wenyewe. Ni wenyewe sasa, mwenye amepiga kura, mwenye hajapiga kura, kama mimi, sote tunakuwa affected. Yeah, sure. So mimi naweza kusema if I was to like to say my own opinion, ningesema let's give someone else a try. Okay. Tumpe mtu mwingine tuone Kenya atafanya. Yeah, tuachane. Ruto ashatuonyesha Kenya amefanya. Yeah. So kama labda not unless hii time imebakia hii kidogo, I try to rectify some things, I get things in place. Yeah, itakuwa poa. Labda tu consider kumpigia tena. Alright. But akiendelea hivyo. Bas. Safi sana. Niite Tuva Empire Official. Make sure kama huja subscribe kwa hii channel, fanya hivyo na mambo mazuri yatazidi kukuja. Michelle Mbone, anaitwa Michelle@_Mbone. Ako hapa. So mfuatilie pale kwa mtandao, anafanya kazi amazing na naamini atakuwa blessing kwako, atakuchanua. Kuna vitu vingine ambavyo